Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa na rafiki yangu, ni asubuhi nyingine Mungu ametupa yenye baraka na neema. Nami nikukaribishe tushirikiane ujumbe huu wa neno la Mungu. Somo letu kichwa chake kinasema kutambua neema ya Mungu iliyo juu yako. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 na mstari ule wa 10. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nilizidi sana kufanya kazi kupita wa wote. Wala si mimi, bali neema ya Mungu pamoja nami. Asubuhi ya leo natamani tuzungumze juu ya neema hii ambaye Paulo anazungumza katika maisha yake. Ukisoma mistari ya juu, Paulo anasema yeye hakustahili kuwa mtume kwa sababu aliudhi kanisa, aliharibu kanisa, aliwapiga mitume na watumishi wote waliokuwa kipindi hicho. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu ndipo anaandika na kusema, ni kwa neema ya Mungu mimi nimekuwa mtume. Hajivunii elimu yake, hajivunii kabila lake, wala hasemi ni kwa uwezo wake. Asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, ningetamani uelewe neno hili. Hapo ulipofika na chochote ulicho nacho kwenye maisha yako ni kwa neema ya Mungu. Si nguvu zako ndio imekupa hiyo. Ndio sababu maandiko yanasema, angalia utakapofanikiwa na kujenga nyumba na ng'ombe zako zikaongezeka na kila kitu ulicho nacho, usije ukafika mahali ukamsahau Mungu, ukaanza kujitukuza ukisema haya ni kwa nguvu zangu. Na ndipo nasema asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, hata kuamka kwako ni kwa neema ya Mungu. Huduma yako mahali ilikofika ni kwa sababu neema ya Mungu imekuwa juu yako. Ndipo Paulo anaandika na kusema, ni kwa neema ya Mungu jinsi nilivyo. Anaona hakuwa anastahili kuwa mtumishi, anaona hakuwa anastahili kufika kiwango alichofikia, lakini neema ya Mungu imemfanya afike mahali alikofikia. Neema ya Mungu imemtambulisha, neema ya Mungu imemuinua. Nami niseme asubuhi ya leo, ukiitambua neema ya Mungu na nguvu iliyoko ndani ya neema ya Mungu, neema ya Mungu inakwenda kukutambulisha, neema ya Mungu inakwenda kukuinua, neema ya Mungu inakwenda kukupa kibali. Ndiposa ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 12 kuanzia mstari ule wa 7, lakini mimi nitasoma mstari wa 9. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo
ikae juu yake. Ukisoma mistari ya juu, kuna jambo ambalo limempata huyu mtu. Anasema, nilipewa mjumbe wa shetani, akaupiga mwili wake, akamsihi Mungu zaidi ya mara 3 kitu hicho kimwondoke, ili Mungu amuoneshe ya kwamba ni neema ya Mungu ndio inamtumia. Ndipo maandiko yanasema, Mungu akamwambia, neema yangu ya kutosha. Pamoja na udhaifu ulio nao, pamoja na jambo ambalo nalipitia, lakini neema ya Mungu ya kutosha katika udhaifu. Wacha nikwambie asubuhi ya leo, kuna jambo ambalo limekuwa gumu kwenye maisha yako. Kuna jambo umeliombea, unaona kama halisogei, unaona kama haliendi, lakini katikati ya jambo hilo iko neema ya Mungu itakayekusaidia. Iko neema ya Mungu itakayekufunika. Iko neema ya Mungu itakayekulinda ili uweze kuvuka, kwa sababu neema ya Bwana itakushikilia. Ukitambua neema ya Mungu kwamba chochote unachokifanya, chochote unachokitenda, hutendi kwa nguvu zako, unatenda kwa neema ya Mungu peke yake. Na ndipo utakapompa Mungu nafasi, na ndipo unapoinuliwa unapata nafasi ya kumtukuza Mungu, kwa sababu unajua hata mahali ulikofika kimafanikio kiroho na kimwili ni kwa neema ya Mungu peke yake. Huna sababu ya kujitukuza, huna sababu ya kujiinua, huna sababu ya kuona kama si mimi hili halingewezekana. Ipo neema ya Mungu. Anawaambia wana wa Israeli, si kwamba mlikuwa wengi sana ama mlikuwa hodari mlipotoka katika nchi ya Misri, lakini mkono wangu ndio uliowatoa. Nami naomba niseme, haya yote unayaona kwenye maisha yako ambaye Mungu amekutendea ni kwa neema yake. Una sababu ya kuilinda hiyo neema ya Mungu juu ya maisha yako. Pendwa wangu, asubuhi ya leo, wacha Mungu akulinde kwa neema yake.